Simanuti Ngao ni mwenyekiti wa kijiji cha Simamu. Sisi tupo pamoja na mchungaji wetu Onesimo ambaye ni mkurugenzi wa hiki kituo cha kulea watoto yatima, wajane pamoja na wazee pamoja na wasiojiweza katika kijiji chetu cha Simamu. Kwa kituo hiki mimi kama mwenyekiti nimeona kina manufaa makubwa sana toka kimeanzishwa kwa jamii yangu ya Simamu. Kwa kuwa hawa watoto wengi wao walikuwa wanakosa huduma mbalimbali. Walikuwa wanakosa sana sana masomo, unakuta vifaa vya shuleni wamevikosa, na kwa ajili ya hiki kituo watoto wanapata kusoma na wanaenda vizuri shuleni, wanaandika. Yaani tuseme kimewasaidia pakubwa sana, ingawaje kina changamoto. Changamoto zake ni kwamba hawa watoto ni watoto ambao tumewaomba walezi waweze kututunzia. Wengine ni ndugu, wengine sio ndugu, ndio wanawalea. Baada ya changamoto iliyokuwepo mara ya kwanza kituo kilichokuwa kinajengwa kuingia dosari. Kwa hiyo kilivyoingiwa dosari, kwa hiyo ikabidi tuwaombe walezi wao wanakaa na hao watoto waendelee kukaa nao ili sisi tuendelee kuwasaidia hizi huduma kuwapa. Maana tunawaita kila siku kati ya sana sana tunawaita Jumamosi. Ndio tunawapatia hizo huduma, kwa mfano nguo, vifaa vya shuleni. Kwa hiyo tunawaita Jumamosi, tunawakabidhi. Mimi nafikiri kituo toka kimeanzishwa kimeleta manufaa makubwa sana, kwa sababu hata wazee wenyewe wamefurahia sana kwa sababu wanapata huduma. Vifaa vingi wamepewa nao wazee pamoja na walemavu ambao tunao. Kuna ndugu yetu tunamuita Fred, yupo hapo, ni mlemavu. Hiki kituo kimesababisha ajengewe nyumba. Anajengewa nyumba na ndugu zetu wafanyabiashara wapo mjini pale Mbeya. Kwa hiyo wanajengewa nyumba ni kwa kupitia hiki kituo. Tunashukuru sana mchungaji Pastor Onesimo Patrick ambaye alikianzisha toka 2017 kufikia hapa leo. Nafikiri kimesaidia kama mnavyoona wenyewe waandishi wa habari kwamba hii jamii na bado watoto kama tulivyosema, changamoto ni kwamba watoto ni wengi, ila sasa wengine wamechelewa. Pia na hali ya hewa hii mlioiona imesababisha washindwe kufika kwa wakati, lakini tunahitaji kwamba tungepata msaada, mtu atusaidie tuweze kupata kiwanja ili tuweze kujenga mabweni, hawa watoto tuishi nao pamoja. Maana changamoto ni kwamba sasa tunavyowatoa mahala hapa wanaenda kwa walezi. Kila mlezi ana malezi yake. Kwa hiyo wakifika hapa kwetu sisi tunaowahudumia inakuwa ni changamoto tena nyingine, ambayo maana wale watoto wanakuja, kila mmoja anakuja na tabia yake. Lakini tungekuwa tunaishi nao pamoja, maana tungewafunza tabia moja, wote wanakuwa na tabia moja. Unapofika wakati tunawaita, tunawafundisha malezi ya kitu kimoja. Lakini sasa tunashindwa, tunafika hapa tunaweza tukawafundisha, lakini anapotoka kati ya tufanye siku 5 au 6 tuseme kabisa, anakutana na walezi ambao anaishi nao, hakutani na sisi. Sisi tunakutana kwa wakati labda Jumamosi au Jumatano jioni, lakini pale ni changamoto ambayo inatusumbua sana namna ya kuwamudu hawa watoto. Lakini tungepata maeneo, viwanja, tujenge mabweni, tuishi nao. Hata Mungu akipenda, hata tungepata viwanja tu, tujenge hata mashule, hawa watoto waweze kuwepo pale. Nafikiri ingetusaidia sana. Tunaomba kama wapo ndugu zetu ambao wanasikia haya tunayoongea, pia na wanaona uchungu juu ya hawa watoto yatima, tunaomba watusaidie kwa kweli kupata viwanja ili tuweze kujenga majengo, watoto tuishi nao pamoja. Pia hata changamoto nyingine ni kwamba hata namna ya kuwamudu. Kweli ndugu zetu wanatuletea vitu vingi, wanatuletea mablanketi, wanatuletea mashuka, lakini kwa kuwa unaweza kukuta ameleta mashuka 10, watoto tunao 63, 70. Sasa namna hata ya kuwagawia yale mablanketi au yale mashuka na kwetu ni changamoto. Inabidi tuyahifadhi, wakati mwingine tuwape walemavu au wazee wasiojiweza badala ya kuwasaidia hawa watoto. Maana hawa watoto itakiwa wakiishi pamoja wanajifunika kwa pamoja. Changamoto ndio hii iliyopo. Nimezaliwa hapa, nimejeje hapa. Mimi nahusika kuhudumia hawa watoto, na tunafurahi
Tunafurahi kwa hii huduma kufika hapa kwa sababu inatusaidia kuwezesha watoto wetu wenye changamoto. Hapa tunahudumia watu wengi, mayatima, wazee na wajane wasiojiweza. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo kwa sababu inatusaidia kwenye jamii inayotuzunguka, kwa sababu hata zile changamoto za watu kusaidia mtu mmoja mmoja inakuwa ni shida. Kwa hiyo wanapokuja watu kuja kutusaidia, inatusaidia kwa hao watoto. Wewe ni mlezi, unaambia nini na? Mimi naona uhitaji mkubwa hapo unaotusumbua ni kwamba hao watoto wengi wanatokea majumbani. Yaani kwamba hatuna eneo rasmi la kukaa nao. Ili eneo tunalolitumia tumepewa na serikali kwa ajili ya kuja kuwapa misaada kwa wale watu wanaotuletea, lakini changamoto ni kubwa ni kwamba hatuna sehemu rasmi kwamba tuwe tunaamka nao, tunalala nao. Hiyo ndio changamoto tulionayo. Kwa hiyo inapofika wageni wanapokuja kuanza kufuatilia watoto huku na wanatoka mbali inakuwa shida. Wengine wanakuja kwa wakati, wengine hawafiki kwa wakati. Mimi nilikuwa naomba kama tutapata watu watakao tusaidia, watusaidie tupate eneo rasmi ambalo litawalenga hao watoto. Kwamba huko majumbani tunaomba walezi kwa sababu wazazi wao walifariki, kwa hiyo tunaomba wale wanaoishi nao ndio wanatusaidia. Kwa hiyo ikipatikana sehemu ya kusema hao watoto wakae sehemu moja itatusaidia.